is the Game Changer Media. Naam, mtazamaji, ni wazi kuwa mtu wenye matunda hupigwa mawe lakini huendelea kuzaa. Na leo tunakuletea matunda ya taarifa kutoka pembe zote za taifa. Na ni matumaini yetu kuwa ubuheri wa afya popote ulipo pembezoni mwa taifa na katikati ya nchi. Karibuni kwenye taarifa kamili za habari tukikuletea yaliyojiri, yanayoendelea kujiri na yanayotarajiwa kutikisa ulimwengu. Kutoka studio zetu tupo tayari kukufahamisha, kukujuza na kukuamsha fikra. Mimi ni Wasonga Michelle. Na mimi Andrew Wabwile, tunashirikiana kukuletea habari kwa kina, kwa uwazi na kwa mtazamo wa kipekee. Mwanzo tuanze na vidokezo. Mgomo wa wahadhiri wadumaza shughuli za masomo. NEC yakamilisha maandalizi ya mitihani ya kitaifa. Mfumo wa CBC waendelea kuzua mjadala mkubwa nchini. SHA yaleta matumaini mapya kwa huduma nafuu za afya. Serikali yazindua mradi wa nyota kuinua vijana kiuchumi. Wanafunzi wa vyuo vikuu wakumbatia akili bandia kuboresha elimu. Madarasa katika vyuo vikuu mbalimbali nchini yamebaki mahame baada ya wahadhiri kuingia kwenye mgomo unaoendelea. Hali hii imezidi kila uchao, huku wahadhiri wakisisitiza kuwa hawatarudi kazini hadi serikali itakapotimiza madai yao. Mwanahabari wetu Priska Manoti ametuandalia taarifa hii kwa kina. Ni saa 3 asubuhi katika chuo kikuu cha Kibabi. Hali ikiwa tofauti na kawaida. Korido ni tupu. Madarasa yamesalia kimya kwani wanafunzi hawana pa kwenda. Hali hii ikisababishwa na mgomo wa wahadhiri unaoendelea na kuingia wiki ya 3 sasa. Madai yao yakiwa hawatorejea kazini hadi pale serikali itakapotimiza madai yao. We shall never be divided, for the union makes us strong. Wahadhiri wanadai mishahara haijapandishwa kwa muda mrefu, malipo yamecheleweshwa na mazingira ya kazi ni duni. Kulingana na wanafunzi wa chuo hiki, wanatoa ombi kwa serikali kutoa suluhu mwafaka kwani wanaambia baba na sahi education is one of the important sectors in Kenya. Bana walipa ma lecturers tuingie tusome tumaliza at least itakuwa tufiti. Kwa mujibu wa wahadhiri, madai yao ni ya msingi na wako tayari kurudi darasani hadi pale serikali itakapotimiza madai yao. And that's why we are here today to tell the government and our management team that we'll stand with our members in order to ensure that these issues are brought on board and are solved. Taarifa rasmi kutoka kwa chama cha wahadhiri iliyotolewa tarehe 5 Oktoba inasema mgomo utaendelea hadi pale serikali itakapotekeleza wajibu wao. Katika hali ambapo elimu ya juu inapaswa kuwa dira ya maendeleo katika taifa, kimya cha madarasa haya kinazua maswali kuhusu mustakabali wa wanafunzi na heshima ya taaluma ya elimu. Swali ikiwa je, suluhu itapatikana? The Game Changer Media. Jina langu ni Priska Manoti. Wakati shughuli za masomo zikiwa zimesimama katika vyuo vikuu, Baraza la Mtihani la Kenya NEC limekamilisha maandalizi ya mitihani ya kitaifa inayotarajiwa kuanza mwezi huu wa Oktoba. Naam, Wizara ya Elimu imetoa hakikisho kuwa mitihani hiyo itafanyika kwa uwazi na usawa kwa kila mwanafunzi. Mwanahabari wetu Linda Cherono anaangazia maandalizi hayo na matarajio ya wanafunzi kote nchini. Baraza la Mitihani la Kenya NEC limekamilisha maandalizi ya mitihani ya kitaifa inayotarajiwa kuanza Oktoba 17. Mitihani hii itajumuisha zaidi ya watahiniwa milioni 3.4. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Mitihani NEC, vifaa vya mitihani tayari vimechapishwa na kuhifadhiwa katika vituo maalum vya usalama. NEC has installed an additional 25 containers in various sub-counties, bringing the total number of containers to 642, up from 617 that were used last year. Huku maafisa wa usambazaji, wasimamizi na wakaguzi wakiwa wamepokea mafunzo ya kina kuhusu taratibu za mitihani hiyo. Kwa mujibu wa baraza hilo, wataalamu 10,000 wa kituo, wasimamizi 12,000 pamoja na waangalizi zaidi ya 54,000 wataajiriwa. NEC will involve 10,765 center managers, 12,126 supervisors, 54,000
782 invigilators, 22,247 security officers, and 2,692 drivers. Shule nyingi nchini zimeripoti kuwa ziko katika hatua za mwisho ya matayarisho, ikiwemo kufanya majaribio ya ndani, midahalo ya kitaaluma na mikutano, kwa lengo ya kuwapa wanafunzi mazingira bora ya maandalizi. Wizara ya Elimu pia imesisitiza usimamizi madhubuti wa mitihani hiyo, huku ikiahidi kuwa kutakuwa na uwazi, usawa na haki kwa kila mwanafunzi, na kuahidi kuwachukulia hatua kali za kisheria kwa wale watakaojihusisha na udanganyifu. We will have, as in the past, no mercy on anyone who will be found engaging in any form of malpractice. Kwa sasa, wazazi na walimu wanahimizwa kushirikiana kwa ukaribu ili kuwapa wanafunzi motisha na utulivu wa kiakili. Nikiripotia The Game Changer Media, Nite Cherono Linda. Huku maandalizi hayo yakiendelea, mjadala kuhusu mfumo mpya wa elimu wa CBC uliobuniwa kuchukua nafasi ya mfumo wa zamani wa 844 umeendelea kuibua hisia mseto nchini. Hii ni kufuatia changamoto mbalimbali zinazokumba mfumo huo ambazo zimezua mjadala mkubwa katika sekta ya elimu. Mwanahabari wetu Calvin Awinja ametuandalia ripoti kamili kuhusu masuala hayo. Mfumo mpya wa elimu CBC ulianzishwa nchini Kenya mwaka 2017 kwa ajili ya kuchukua nafasi ya mfumo wa zamani wa 844. Lengo kuu lilikuwa ni kukuza ubunifu, umahiri na vitendo vya ujuzi miongoni mwa wanafunzi. Hata hivyo umekumbwa na changamoto si haba ambazo zimeibua mjadala mkubwa katika sekta ya elimu. To imagine a system that creates responsible citizens as opposed to subjects. A system that celebrates the creative potential of all our children as opposed to one that leaves them with labels of failure if they do not pass exams. We want a system. Shule nyingi zimekumbwa na ukosefu wa maandalizi na ujuzi kwa walimu. Hii ni kutokana na walimu wengi kufundishwa chini ya mfumo wa zamani wa 844. Hivyo kukosa mbinu na stadi zinazohitajika kufundishwa kwa mtindo wa CBC. Vilevile upungufu wa walimu umeathiri pakubwa utekelezaji wa mfumo huu, hasa katika shule za sekondari za awali. Kando na walimu, kuna ukosefu wa miundombinu na rasilimali katika shule nyingi, hasa zile za vijijini. Shule nyingi hazina maabara, vitabu vya kutosha wala vifaa kama vile tarakilishi na hata vipakatalishi, ikizingatiwa kuwa mfumo huu unategemea kufunzwa kupitia njia ya mtandao. Pia wazazi wameweza kulalamikia gharama kubwa ya mfumo huu mpya ikilinganishwa na mfumo wa zamani. Not everybody has this particular amount of money where you'll be required to be downloading pictures of particular stuff in the internet on a daily basis. Vilevile changamoto kwa wazazi ambao hawana kisomo, kwani mfumo huu unahitaji mzazi kushiriki katika mafunzo ya mtoto nyumbani. The system CBC is a little bit more and a lot more expensive, and again that particular area has also been looked into, and there are recommendations which have been made thereof, which as the implementing agency, Means of Education, we are also implementing to make sure parents are not overburdened. Huku serikali ikiahidi kuongeza rasilimali, kujenga miundombinu pamoja na kutoa mafunzo zaidi kwa walimu. Pia ushirikiano wa karibu unahitajika baina ya serikali, walimu na wazazi ili kufanikisha mfumo huu. Nikiripotia The Game Changer Media kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Calvin. Na tukitoka kwenye masuala ya elimu, tuangazie sekta ya afya ambako mamlaka ya afya ya jamii SHA imeleta matumaini mapya kwa Wakenya wengi wanaotafuta huduma nafuu za afya. Na hata hivyo mamlaka hayo bado yanakabiliwa na changamoto kadhaa katika kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Mwanahabari wetu Augustine Ndiema anaangazia zaidi kuhusu hatua zilizopigwa na macho ya wananchi. Bima ya afya ya jamii SHA imekuwa kero kwa wengi na neema kwa wengine. Hii ni kutokana na mfumo huu ambapo baadhi ya wananchi wameweza kutibiwa kwa gharama ndogo, huku wakiokoa maisha yaliyokuwa hatarini kwa kukosa fedha. Majina naitwa Swaleh Salim Maliu.
lakini kwa sasa nimehamia kwa Shak. So nimeona huduma ya NHIF na hii ya Shak sasa imezinduliwa. Nimeona huduma yake ni bora kuliko ile nilikuwa natumia mbeleni. Masi Kamau pia ni mojawapo ya wagonjwa walionufaika kutokana na bima ya afya SHA. I encourage all Kenyans to enroll with SHA so that they can be able to get the benefits. For example, like me, I was paid the transplant before I had done Harambes, or the renal patients who do Harambe. I had done Harambe, but I could not even be able to acquire the whole amount. But with SHA, I was very amazed when they paid that up to that 1 million amount. Hata hivyo, licha ya nia njema ya serikali, wagonjwa wengi bado wanalalamikia ucheleweshaji wa huduma, ukosefu wa dawa, jambo linalochelewesha kupata matibabu. Wengine wanasema hospitali nyingi hazina vifaa vya kutosha, huku mfumo wa SHA ukihusishwa na upungufu wa fedha na usimamizi hafifu. Kwa majina naitwa John. Mimi nimekuja hospitali hapa hivi, nimekaa ni siku ya 3 hadi bado hajanishughulikia na nimelipia SHA kwa mwaka mzima. So nashangaa hivi serikali shida ni nini? Wataalamu na wahudumu wa afya wanasema kwamba bila hatua ya haraka wananchi wengi watateseka na huku malengo ya afya kwa wote hayatatimia. Nikiripotia Dege Mcheja Media, jina langu ni Augustine Ndiema. Kutoka afya hadi uchumi, serikali imezindua rasmi mpango wa kuwawezesha vijana kiuchumi unaojulikana kama Nyota. Naam, kupitia mpango huu vijana watanufaika kwa ruzuku ya shilingi 50,000 kila mmoja na mafunzo ya stadi ya kazi, hatua ambayo serikali inasema inalenga kuguza ukosefu wa ajira kwa vijana. Mwanahabari wetu Michelle Owuor ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana nchini Kenya imeweza kuibua hali kubwa. Ili kukabiliana na hali hii, serikali imeweza kuanzisha mpango wa Nyota ili kuwawezesha vijana kupata ajira na mapato. Siku ya Jumatatu, makatibu wakuu walitembelea kaunti zote 47 kuongoza uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa National Youth Opportunity Towards Advancement, maarufu kama Nyota Project. Mradi huu unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Kenya na Benki ya Dunia unalenga kuwasaidia vijana kupata mtaji, mafunzo na ushauri kuhusu ujasiriamali ili waweze kuanzisha biashara na kujiajiri. Serikali inasema mpango huu utasaidia zaidi ya vijana 200,000 kote nchini kupokea ruzuku ya shilingi 50,000 kila mmoja kama mtaji wa mwanzo. Rais William Ruto amesema mpango wa Nyota ni sehemu ya ajenda ya serikali. Young people don't get. And that is the reason why we are providing now money to train young people on how to get those opportunities kupitia ubunifu na kazi zao wenyewe. Serikali inasema mpango huu utaanza hivi karibuni, huku vijana wakihimizwa kuchukua fursa huu ili kujinufaisha. Nikiripotia Dege Mcheja Media, jina langu ni Michelle Owuor. Na katika sekta ya elimu ya juu ni kuwa akili bandia au AI imeleta kubadilisha tansia mbalimbali duniani, na sasa wanafunzi wa vyuo vikuu hawabaki nyuma katika mageuzi haya. Na kutoka kutumia AI kuboresha utafiti, kurahisisha kazi za masomo hadi miradi ya ziada, teknolojia hii sasa imekuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Mwanahabari wetu Jael Atieno ndiye ametuandalia taarifa hiyo kwa kina na yuko tayari kutupakulia. Akili bandia yani AI imekuwa sehemu kubwa katika maisha ya wanafunzi katika vyuo vikuu. Imeleta changamoto hasa pia manufaa katika maisha yao. Katika vyuo vikuu, wanafunzi wanatumia akili bandia yani AI kuwasaidia katika masomo yao ya kila siku. Teknolojia hii inawasaidia kufanya utafiti, kutatua matatizo ya programu na kuboresha uwasilishaji. Wanafunzi wanasema AI haiwezi kuchukua nafasi ya kufunza, bali huwasaidia kuelewa kwa urahisi. My name is Lavino Kengu from Kibabi University, and I'm here to say the disadvantages and advantages of AI. So AI inasaidia watu wengi sana including the students. Now one of the advantages of AI is that students can use it for research, but the disadvantage is inafanya watu wafikiri sana. Students are being lazy, are becoming lazier. Lakini sio kila mtu anakubaliana na hali hii.
Baadhi ya wahadhiri wanasema kuwa wana wasiwasi kuwa wanafunzi wanatumia AI kupita kiasi na huenda wakakosa kufikiria kwa kina. Vyuo vingine vimeanza kuweka kanuni kali, lakini vingine vinaona ni bora kuwafundisha jinsi ya kutumia kwa njia ya kuwajibika. Kwa sasa imebainika kuwa AI huchukua mkondo mkubwa katika maisha ya binadamu. Swali ni je, waitumiaje? Nikiripotia ni Game Changer Media, naitwa Jael Atieno. Naam, mtazamaji, utaturuhusu tupate kopo la maji, tukirejea tunakuletea mengi zaidi. Karibu tena mtazamaji, na tukisonga mbele ni kuwa Chuo Kikuu cha Kibabii kupitia idara ya kilimo na masomo ya mazingira kimezindua mpango mpya wa kilimo unaolenga kuwawezesha wakulima wa maeneo ya karibu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kitengo cha habari cha chuo tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, mpango huo unalenga kuongeza uzalishaji wa kukuza ujuzi wa kilimo. Mwanahabari wetu Naomi Okusi ametuandalia mengi zaidi. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Kenya na chanzo kikuu kwa kipato kwa zaidi ya nusu ya wananchi. Sekta hii inajihusisha na uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara pamoja na ufugaji wa wanyama. Mpango huo unahusisha mafunzo ya kisasa, utafiti wa mazao yanayostahimili mabadiliko ya tabia nchi na ushirikiano kati ya wanafunzi na jamii. Daktari Emily Wafula, mhadhiri mwandamizi katika idara hiyo, ameeleza kuwa mpango huu unalenga kuunganisha utafiti wa chuo na mahitaji ya maji. Baadhi ya wakulima waliounganishwa na chuo kupitia mafunzo ya awali wamepongeza juhudi hizo, wakisema zitaboresha uzalishaji na kuinua maisha yao. Manufaa kwa sababu utawasaidia kusaidia katika ile changamoto ya ukosefu wa chakula katika jamii. Jambo la pili, ukulima kupitia mpango huu napata kwamba ajira zinaenda kupatikana kwa sababu wana vijiji mbalimbali ambao hawana kazi kule nje watakuja kusaidia kupitia ule mpango wa ajira. Wataweza kupata pato lao kupitia kwa mfano kupalilia mahindi haya, na kwa kupalilia mahindi hayo unapata kwamba wataweza kupata zile fedha ambazo zitawasaidia kujikidhi katika mahitaji yao kwa jumla. Jambo la tatu, unapata kwamba mpango huu ambao uko naletwa hapa hivi pia utasaidia mazingira. Kilimo bora, maisha bora. Nikiripotia The Game Changer Media, langu jina ni Okusi Naomi. Katika kaunti ya Bungoma, wakazi wa karibu wa Chuo Kikuu cha Kibabii wanalalamika ongezeko la kodi ya nyumba. Na wamiliki wa nyumba hizi wanadai kuwa hii ni kutokana na maboresho walioyafanya ili kufikia huduma za kisasa, kutumia mali zao, hivyo kuwalazimu kuongeza kodi ili kupata faida. Mwanahabari wetu Lucy Musenya ametuandalia mengi zaidi. Wasiwasi mkubwa unazidi kukita mizizi katika kaunti ya Bungoma, ambapo wakazi na wanafunzi wanaoishi karibu na Chuo Kikuu cha Kibabii wanakabiliwa na ongezeko la ghafla la kodi za nyumba. Ongezeko hili la gharama za makazi linahusishwa na mchanganyiko, ukarabati wa nyumba, hali ya sasa ya uchumi na sababu nyingine nyingi, na sasa inaweka mzigo mkubwa kwa kifedha kwa jamii. Wakazi tuliozungumza nao wanadhibitisha kuwa wamiliki wa nyumba wanataja sababu kadhaa kwa ongezeko hili. Tumetoka holiday, tumepata rent imenikisiwa, kuzalanto anasema juu ya fanya renovation, so wameincrease rent. Sababu ya kwanza ikiwa ni ukarabati wa nyumba. Wamiliki hawa wanadai kuwa wanafanya maboresho haya kwa mali zao. The landlord to my tenant. The reason why I have raised rent increment is because of the high competitive on needs of a classy rooms, huku wakiongeza usalama na huduma za kisasa, hivyo ikuwa lazimu kuongeza kodi. Pili ni mabadiliko katika uchumi wa leo yanachangia kwa kasi, hivyo basi gharama za vifaa vya ujenzi inazidi kupanda na kuwalazimu wapangaji kuongeza kodi ili kudumisha faida. Vile vile Chuo Kikuu cha Kibabii kina idadi kubwa ya wanafunzi, na hivyo basi vyumba vya ndani haviwezi kuwamiliki wanafunzi hao wote. Wamiliki wa vyumba binafsi wako katika nafasi ya kuongeza viwango vya kodi kwa sababu ya ushindani mkubwa wa kupata makazi.
Mchanganyiko huu unawafanya wazazi na wanafunzi wenye kipato cha chini kuzidi kupatwa na wasiwasi kuhusu jambo hili. Hivyo wakiwarai wamiliki na usimamizi wa chuo kikuu kutoa maoni kuhusu jambo hili. Nikiripotia The Game Changer Media, langu jina ni Lucy Musenya. Kwa upande mwingine ni kuwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii wameamua kuchukua hatua zaidi ya darasani wakigeuza elimu kuwa ajira. Na wengine sasa wanajihusisha na biashara ndogo ndogo ndani na nje ya chuo ili kujikimu na kujifunza kwa vitendo kuwa asiyefanya kazi hana haki ya kula. Halima Athman ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Naam, asiyefanya kazi hana haki ya kula. Ndivyo wazee wa kale walipopata kusema. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii wamechukua ushauri huu si tu kwa maneno, bali kwa matendo yanayodhihirisha bidii na ubunifu. Kila kona ya chuo, ndani na hata nje ya lango kuu, kunasikika midundo ya ujasiriamali. Wengine huuza chakula, wengine nguo, huduma za ususi na bidhaa za sokoni, wote wakitafuta kipato, ujuzi na uzoefu wa maisha halisi. Lakini safari yao si rahisi, wanakabiliwa na changamoto za mitaji midogo, muda finyu kati ya masomo na biashara, na mazingira yasiyo rafiki kwa wajasiriamali chipukizi. Changamoto tunazopitia hapa, wanafunzi wengi wameenda nyumbani. Makasima wangu wengi pia wanakuwa ni mavillagers, alafu mavillagers place pia. Kwa mapambano hayo ndipo mafanikio hujitokeza. Na utapata 2000, I'm able to pay the rent, I'm able to pay the fees, and under that hivyo basi, chuo kikuu cha Kibabii, elimu haipati tu vitabuni, bali katika matendo, ubunifu na moyo wa kujituma unaojenga maisha. Si wazi kusema kwamba chuo kikuu cha Kibabii si tu chuo cha elimu, bali tanuri la ubunifu na matumaini kwa kizazi cha kesho. Ripotia The Game Changer Media, jina langu ni Halima Athman. Tukigeukia siasa ni kuwa katika siku za hivi karibuni, viongozi wa siasa wameendelea kutupiana lawama kuhusu hali ya uchumi na maendeleo, huku wananchi wakisubiri kuona kama ahadi za serikali zitageuka matokeo halisi. Na wananchi kwa upande wao wanasubiri kuona ikiwa ahadi zilizotolewa na serikali zitageuka kuwa matokeo halisi. Carlton Kaniaru ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Hali ya kisiasa nchini Kenya inazidi kuchukua sura mpya kadri vyama vya kisiasa vinavyojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kauli, mikutano na miungano mipya inazidi kujitokeza, huku joto la kisiasa likizidi kupanda. Katika miji na kaunti mbalimbali, wanasiasa wameanza kufanya mikutano ya hadhara wakiahidi mageuzi ya kiuchumi na maisha bora kwa wananchi, hasa kwa viongozi wanaoegemea upande wa serikali. The hope of Kenya, the hope of any country is in the strength, focus, energy and talent of its youth. Dogo, tuendelee tusiendelee? Wale watu ya Nairobi wanataka kusikia kama nyinyi watu ya Voi mnaunga mambo ya kuinua kina mama. Baadhi ya viongozi wamejitokeza kuunda ushirikiano mpya wa kisiasa, huku wengine wakijitenga wakisema kuwa siasa hizo ni za hila na ubinafsi. As a country we subscribe to the principles of democracy. Hali hii imezua mijadala mikali miongoni mwa wananchi, wengi wakijiuliza kama siasa za Kenya zitawahi zingatia maslahi ya raia badala ya maslahi ya kibinafsi. Aidha, changamoto kama vile gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na ufisadi zinazidi kuwapa wananchi wasiwasi, wengi wakisema kuwa wanataka matokeo na mageuzi halisi bali si maneno ya kisiasa. The young people of this country will no longer withstand this impunity. Kadri joto la siasa na kampeni za mapema zinavyozidi kushika kasi, swali ni je, ni lini viongozi waliochaguliwa watawajibikia ahadi zao walizopa wananchi, kando na kujihusisha na cheche za maneno pamoja na siasa za mapema? Carlton Kaniaru, The Game Changer Media. Na mbali na siasa, sekta ya uchukuzi ni nguzo muhimu katika uchumi wa taifa, ikiwaajiri Wakenya wengi hususan vijana. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni sekta hii imekumbwa na mabadiliko makubwa ya kidijitali yanayobadili namna huduma zinavyotolewa. Malaki Barak ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Sekta ya matatu nchini Kenya yenye rangi na hadhi ina umuhimu mkubwa kwa maisha ya mamilioni ya Wakenya ya kila siku, wale wanaofanya biashara na wale wa safari.
Lakini sasa upepo wa mabadiliko unavuma. Safari ya kidijitali inaanza kutikisa sekta hii kongwe. Serikali na wadau wakuu katika sekta ya usafiri wanasukuma mageuzi mbele ya matumizi ya malipo ya nauli kwa njia za kidijitali. But on our part, all vehicles that will have their inspection due will not be renewed without confirmation that they have been fitted with a gadget. Ili kuleta uwazi, usalama na udhibiti bora wa mapato. Itakuwa ni jukumu mzuri sana. Kwa nini? Mambo ya kutafuta change nini, maybe we don't have cash, you're just there. So I see it is something good. Licha ya matumaini makubwa, changamoto bado zipo, kutoka kwa ukosefu wa uelewa, miundombinu duni ya interneti, hadi upinzani kutoka kwa baadhi ya wahudumu wa matatu. Tena kwa account uende utoe tena kwa account, pesa ndio ukuje ulipe abiria. Wale wengi tunabeba hawana ile uwezo ya kununua hiyo kadi. Wazee wanataka kuja Nairobi kutembea kidogo, they cannot access these things. Kenya ikisonga mbele kuelekea mfumo mpya wa usafiri, inaamnia kuwa na nidhamu na uwazi. Mageuzi haya ya kidijitali yataamua mustakabali mpya utakaochukuliwa na sekta ya matatu nchini Kenya. Nikiripotia The Game Changer Media, jina langu ni Baraka Malaki. Na hatimaye katika habari za michezo ni kuwa mtazamaji, leo hii kunatarajiwa michuano ya kandanda ligi kuu ya Kibabi, ambapo kutashuhudiwa kivumbi kati ya mnyamba wa Red Stars na Umoja, kwa lugha ya nyumbani tukiita mashemeji derby. Mwanahabari wetu Ambrose Wangili ametuandalia habari hizo kwa kina na yuko tayari kutupakulia. Hujambo mwanaspoti popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwa ubuheri wa afya na salama wa salmin. Karibu ni kujuze yale ambayo tumekuandalia katika ulingo wa sport, ukiwa na nahodha wako Distemila. Walker stepped over it. De Bruyne! Hatimaye Umoja ikavuna ushindi wa bao 3 kapa, ikipeleka nyumbani furaha, mbwembwe na nderemo. Na Jumanne tarehe 14 mechi kadhaa zimeratibiwa kuchezwa, ikiwemo timu ya Catalans ikikabana na Falcons, ikifuatiwa na timu ya Sparks ikikabana na Unity, Titans ikikabana na Blue Rays na nyinginezo nyingi. Tukiendelea mbele ni kwamba baada ya timu ya taifa ya Harambee Stars kujizatiti kuvuna ushindi wa bao 1 dhidi ya mwana Burundi kwa hisani ya mshambulizi hodari, jasiri na mahiri Ryan Weslogam, inapania kujizolea ushindi mwingine siku ya Jumanne saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki. Kwa mjibu wa mkufunzi wa klabu hiyo Ben McCarthy, amesema kwamba ni ada wapate ushindi kwenye mechi hiyo dhidi ya Ivory Coast ili kuimarisha nafasi ya kufuzu kombe hilo la dunia mwaka 2026. Aidha, michuano ya kombe la dunia ilianzisha mwaka wa 1930 katika taifa la Uruguay kwa madhumuni ya kuanzisha mashindano ya mpira wa miguu ya iliyo tofauti na Olimpiki. Mashindano hayo huandaliwa na shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu almaarufu FIFA, ambalo lilianzishwa mwaka wa 1904. Kumbuka kwamba timu ya Uruguay ilikuwa timu ya kipekee kuvuna au kuwania kombe hilo kwa mara ya kwanza na kutoka na taji, ambapo kulishuhudiwa fainali babu kubwa dhidi ya mwana Uruguay na timu ya Argentina. Hatimaye timu ya Uruguay ikavuna ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Argentina. Naam, kufikia hapo hatuna la ziada. Shukrani ziwaendee mapaparasi, wanahabari wetu na wewe mtazamaji kwa kufanikisha hii shughuli. Mimi ni Andrew Wabwile. Naam, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Kumbuka si mwisho ndo mwanzo wa mwisho. Wasonga Michelle hadi tutakapokutana wakati mwingine.